Ipo, hakuna mpaka. Asanteni sana watu wa Geita. La kwanza, mimi ni mwenyekiti wa kanda ya Pwani kwa mkoa wa Dar es Salaam na mkoa wa Pwani Chadema. Sisi Dar es Salaam tarehe 29 Oktoba tulishuhudia watu wengi sana kupotea, kwa maana kufariki. Sasa nimekuja Geita, moja, mnipe pole kwa kilichotokea Dar es Salaam na wananchi wa Dar es Salaam. Asante sana, nimepokea pole yenu. Lakini na nyinyi nimesikia kuna wenzenu waliuawa tarehe 29 Oktoba mwaka jana. Sasa kwa sababu waandishi wa habari wapo hapa, na Chanda anasema waliofariki ni 518, mimi nimejitolea kumsaidia sensa ya watu ambao wamepotea na kuuawa tarehe 29 Oktoba. Nyinyi Geita hapa mnasemaje? Nani alipoteza ndugu, jamaa, rafiki, mzazi, mtoto tarehe 29 Oktoba mwaka jana? Nyosha mkono juu, waandishi waweze kuona. Kuanzia huku, kama umepoteza baba, mama, mtoto, mjomba, shangazi, bibi, babu, jirani yako, rafiki yako, swaiba wako, au kwenye biashara, duka la pembeni aliuawa tarehe 29 Oktoba, ni wengi sana. Shusheni. Na mimi kwa niaba ya watu wa Dar es Salaam nasema pole. Na mimi kwa niaba ya Dar es Salaam nawaambia nini? Tupeane pole, si ndio? Lakini pole haitoshi, Mheshimiwa Makamu na viongozi meza kuu. Msimamo wetu, moja, idadi ya waliouawa ni nyingi kuliko ambao Chande ametuambia. Na Geita mmeonesha, na Katoro jana wamenyosha mikono, na nilikuwa Arusha wiki iliyopita wamenyosha mikono. Maana yake ni mamia na maelfu ya Watanzania waliuawa. Kweli si kweli? Lakini la pili, kwenye hilo tunataka uwajibikaji, kwa maana yoyote aliyeua awajibike, yoyote aliyeagiza watu wauawe awajibishwe. Geita mnasemaje hapo? Wangapi wanasema walioua wawajibishwe? Nyosha mkono juu. Asante sana. Na nyinyi Geita, kwa sababu huku kuna hifadhi ya wanyamapori, nitawaambia, mnajua umuhimu wa kuwajibika. Watu askari wa wanyamapori wanajua. Mheshimiwa Lema kutoka Arusha, kuna hifadhi. Askari wa wanyamapori, simba akila binadamu wanamuwinda na kumuua huyo simba. Mimi nikawauliza askari wa wanyamapori, kwa nini simba akila binadamu mnamtafuta, mnamuua, na huyo simba huenda binadamu ni moja asila mwingine? Wanajibu hivi askari wa wanyamapori TANAPA: simba aliyekula binadamu hatoacha, kwa sababu nyama ya binadamu ina chumvi tamu kwake. Atakuwa kila siku anakuja vijijini kutafuta nyama ya binadamu, tunamuua ili simba huyo asiendelee kusumbua binadamu. Na polisi aliyeua ni hivyo hivyo. Polisi aliyekuke bunduki, amekoki bunduki, amelenga mtu, amedondoka, damu imemwagika, polisi huyo ataua tu. Ndio maana tunataka wajibishwe ili tuwe na usalama. Peoples. Kwa sababu tena, bahati nzuri sisi viongozi hatulindwi, na hii faida ya polisi walioua kuwajibishwa itawasaidia hata viongozi wa serikali. Wao misafara yao wanalindwa na mitutu ya bunduki. Wanajuaje bunduki ipi iliua, ipi haijaua, askari yupi aliua, yupi hajaua? Tunasema wajibishwe hata wao wawe salama, sio usalama wa raia. Yoyote anashika bunduki kuwa mwananchi awajibishwe, mtaani pasiwe na wauaji. Mnasemaje watu wa Geita? Lakini la pili, kwa sababu ya muda, la pili nifungulia kwa 49. Jambo la pili, watu wa Geita, ni kuhusu Lissu. Operation ya Chadema inasema katiba mpya na Lissu huru. Sawa sawa? Katiba mpya na Lissu huru. Lissu
yupo gerezani leo, ni siku ya 402 au 405. Lissu ameshtakiwa kwa makosa ya uhaini, lakini na tunaposema mikutanoni Lissu aachiwe, wanasema mnaingilia uhuru wa mahakama. Sisi tunawaambia watu wa CCM, hatuingilii uhuru wa mahakama. Tunachofanya ni kitu cha kikatiba. Tunamwagiza mwajiriwa wetu, sisi wananchi ndio umma. Umma umemwajiri mwendesha mashtaka wa umma, anaitwa DPP. Kwa mujibu wa sheria yetu na katiba yetu, DPP ndo anafungua mashtaka au anaagiza mashtaka afunguliwe. Kwa hiyo Lissu yuko pale kwa sababu anashtakiwa na mwendesha mashtaka mkuu, mkurugenzi wa mashtaka wa Tanzania, ambaye ni mkurugenzi wa mashtaka ya umma. Sasa mimi nawauliza Geita, nyinyi si ndio umma wenyewe? Na DPP si mwajiriwa wenu? Sasa kuna ubaya gani wewe nyumbani ukimwagiza Usiboi afanye kazi fulani? Kuna mtu atasema unamwonea Usiboi? Si ni kijana wako pale nyumbani? Sasa sisi tukimwagiza DPP afute kesi ya Lissu tunamshinikiza vibaya? Si yeye anafanya kazi kwa niaba ya umma, na umma wenyewe si ndio Geita? Sasa na waoji watu wa Geita, wangapi wanasema sisi ni umma wa Geita, tunamwambia mwendesha mashtaka wa umma aachane na kesi ya Lissu, haina maslahi. Sisi umma tunamwagiza. Waandishi wa habari waimulike ili DPP aione kama yeye ni kama kweli ni mwendesha mashtaka wa umma. Sisi umma ndio tunamwagiza, si ndio? Kama ni mwendesha mashtaka wa mtu aliyemteua, sisi hatuna shida naye. Kama ni wa umma, umma unasema Lissu awe huru, nyosha mikono juu namna hiyo, waandishi waione. Wanaosema Lissu awe huru tushushe. Lakini la pili, Lissu kule alipo hajapenda. Mimi nimekaa jela mwaka mmoja uliopita, CCM waliniweka. Mateso ya jela mnajua, si ndio? Tunasema jela so jela noma, kweli si kweli? Ndanda Kosovo walisema kule jela kule Segerea ni noma, si ndio? Chakula mbele kirungu nyuma. Sasa hata Lissu wamemweka kwenye jela hiyo hiyo. Lissu analala chini kama kibaka, wanamlaza saa 10 kama kibaka, anajisaidia sehemu mlango hauna choo kama kibaka. Lissu ni mgonjwa, ana mifupa mwilini, analala sakafuni usiku baridi kama kibaka. Anapewa uji sukari ndogo, hana sababu ya kusema niongeze, kwa anamtreat kama kibaka. Kosa la Lissu ni lipi? Kosa la Lissu ni lipi? Lissu ni jambazi, amepora mali ya mtu, amechukua mke wa mtu, amepora nini? Lissu kosa lake moja tu, kusema nchi hii iwe na uchaguzi huru, wananchi wawe na haki ya kuchagua wanayempenda. Ndio kosa la Lissu linalomfanya awe jela siku 400 na kuendelea. Wangapi wanasema hawakubaliani na mateso ya Lissu? Nyosha mikono juu. Malizia dakika moja, si ndio? Nashukuru. Nikiondoka hapa bila kumtaja mwanangu Mawazo, roho yangu itakuwa haijalizika. Wangapi wanalikumbuka jembe letu la Geita? Wanaomkumbuka Kamanda Mawazo? Mimi alikuwa ni swaiba wangu sana. Tulikuwa operation kama hii, tunapangwa gari moja, chocho kwa chocho, vijiji kwa vijiji. Na nilipokuja Geita, kila ninapokuja namkumbuka Kamanda Mawazo, najiona sijatimia. Na moja ya hotuba ya Mawazo inayotembea tunaikumbuka. Mawazo analilia rasilimali za watu wa Geita zilivyokuwa lahana na chanzo cha kifo cha vijana kwenye maeneo wanaoishi. Mawazo kwa ufupi alitaja Nyarugusu, Rwamgasa na kule Katoro, kwamba vijana wangejua dhahabu ingekuwa ni chanzo cha mateso yao, wangejua dhahabu ingekuwa ni chanzo cha kifo chao, wangemwambia Mwenyezi Mungu asitupe dhahabu. Na wauliza watu wa leo wa Geita, miaka 10 tangu Mawazo auawe, wangapi wanasema hotuba yake ina maana na inaendelea kuishi? Tunauawa, tunateseka kwenye dhahabu yetu tunapewa na Mwenyezi Mungu. Nyosha mikono juu. Asante sana watu wa Geita, kwa sababu waongeaji ni wengi, nisiwapotezee muda. Kunja ngumi namna tuweze kuagana. Nikifika Dar es Salaam niseme kule Geita kumewaka. Na kabla sijaondoka, mwenyekiti wa mkoa wa Ubungo, hebu njoo kidogo, nisije nikachuka kwa sababu mwenyekiti wa kanda amenisahau. Kuna kijana wenu wa Geita kule Dar es Salaam tumempa majukumu, ni mwenyekiti wa mkoa wa Ubungo, anaitwa Maziku. Amesema huku Geita ni kwao, na leo tumeongozana